Karibu katika makala yenye simulizi ya matumaini, mabadiliko na maendeleo kupitia mradi wa vikundi vya malezi unaotekelezwa na shirika la World Vision mkoani Iringa. Kwa miaka mingi, familia nyingi mkoani Iringa zimekuwa zikikabiliana na changamoto za malezi ya watoto, umaskini wa kipato, pamoja na uelewa mdogo wa kilimo na ufugaji wa kisasa. Hali hii imeathiri ustawi wa watoto, lishe ya familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Lakini kupitia vikundi vya malezi, hali imeanza kubadilika. Mradi huu wa World Vision umejikita katika kuwawezesha wazazi na walezi sio tu kupata elimu ya malezi bora, bali pia stadi za maisha zinazosaidia familia kujikwamua kiuchumi. Kupitia vikundi hivi, wanajamii wamefundishwa masuala ya malezi chanya na ulinzi wa mtoto, afya na lishe bora kwa watoto, kilimo bora cha mazao ya chakula pamoja na lishe, ufugaji wa kisasa wa kuku, mbuzi na ng'ombe. Katika vikao vya vikundi vya malezi, wazazi hujifunza kwa vitendo, kwani hujifunza kulima kwa kutumia mbinu bora, kuchagua mbegu zenye tija, kutunza mifugo na kuhakikisha chakula kinachozalishwa kinawanufaisha watoto wao kiafya na kiuchumi. Haya si maneno ya kuigiza ama kubuniwa, ni uhalisia kama wanavyoeleza wanufaika wa mradi huo. Kwa jina naitwa Priska Benard Nyenza, natokea Magunga, kitongoji Minyala. Hapa ni nyumbani kwangu. Najishughulisha na miradi ya nguruwe na sungura. Nguruwe ananisaidia kwanza kupata mbolea, cha kwanza. Cha pili, pia nikiuza naweza nikaisaidia familia yangu kwa namna moja au nyingine. Pia sungura ananisaidia kwa mbolea ya samadi kwenye kupanda mboga au na vitu vingine vidogo vidogo. Pia hiyo miradi inanisaidia kuwaelimisha na mama wenzangu kwa namna moja au nyingine, kwamba ukiwa mama lazima uwe na mradi mdogo. Kama sungura inaweza kanisaidia kwa mboga ya haraka, kama nitakuwa nimetoka au nimeamua tu siku hiyo kwamba familia yangu nataka ile kutumia mboga ya sungura. Kwa hiyo pia nawaelimisha wa mama wenzangu ili waweze kufanya hivyo kama ninavyofanya mimi, kwa sababu kuna faida. Pia hata ukiwa unapanda mboga huwezi kuhangaika mbolea kwa kutafuta labda mpaka uende sehemu nyingine mpaka kwa jirani. Ni samadi tu kidogo ambayo inatumika ili kupata mboga. Kwenye swala la usafi, maana kila mtu, yani kwa kawaida binadamu lazima awe msafi. Pia ukiwa mama mwenye watoto au mwenye familia lazima uwe msafi. Usafi ndo kila kitu na ndo kitu cha kwanza ambacho kinaweza kufanya jambo lolote lile. Bila kuwa msafi huwezi kufanya kitu chochote. Kwa hiyo huwa nawahimiza mama wenzangu, kuna muda unafika mahali unatakiwa kwanza wewe tu unatakiwa uwe uko vizuri, uko safi kutokana na mazingira yako. Pia na mazingira unabidi ujitahidi angalau yaweze kuwa safi na salama, kwa sababu tuna watoto wadogo ambao bado tunabidi tuwaelimishe namna ya kujua usafi. Naitwa Veronica Julius Nyenza. Ninaishi kijiji cha Magunga, kitongoji Mgogondele B. Mimi ni mama kiongozi ambaye nafundisha mama jirani kuhusiana na lishe kwa ujumla pamoja na usafi wa mazingira. Mimi nafanya miradi ya ufugaji na kulima. Nafuga kuku na bata. Kuku wananisaidia kwa ajili ya chakula cha nyumbani, huwa siuzi. Alafu mahindi ninalima, huwa nauza, mengine ni kwa ajili ya chakula. Ninalima pia alizeti kwa ajili ya kukamua mafuta, ninauza, mengine ni kwa ajili ya nyumbani. Pia ninalima vitunguu maji na vitunguu swaumu. Hivyo ni kwa ajili ya kuuza. Pia nina genge, vingine naenda kuuza gengeni kwangu, vingine najumuisha. Kwenye miradi hii inanisaidia kupata kipato cha nyumbani ambacho kinanifanya nisihangaike kwenye maisha. Pia inanisaidia kwenye familia kutokomeza udumavu. Manake ninalima mboga. Pia mazao hayo mengine ninalima. Siwezi nikauza yote, mengine ni kwa ajili ya chakula. Ninachodili ni kutokomeza udumavu kwenye familia yangu. Kitu kingine, mimi kama mama kiongozi huwa nawashauri mama jirani tujishughulishe na
bustani na kilimo kwa ujumla, ili mtu asikose chakula nyumbani, kwa sababu ukikosa chakula lazima utasababisha utapiamlo nyumbani. Pia nahamasisha usafi wa mazingira na usafi wa mwili pia, kwa sababu usipofanya usafi nyumbani au kwenye mazingira yanayokuzunguka unaweza kusababisha milipuko ya magonjwa kuanzia kwenye familia mpaka watoto. Kwa kweli toka tulivyoanza wakina mama majirani mpaka sasa wana amani juu ya kutunza hao watoto wao. Kwa kweli mpaka sasa naona kuna mabadiliko toka tulivyoanza. Hapo mwanzo mahudhurio yao kwanza yalikuwa sio mazuri. Halafu pia kuna baadhi ya watoto ambao walikuwa na uzito wa chini. Lakini mpaka sasa kidogo kuna unafuu. Kwa kweli swala la ulevi lilikuwepo, lakini baada ya hapo tumelikemea baadhi ya kina mama wamepunguza. Kwa kweli mimi katika mradi huu kwa World Vision mimi nashukuru sana kwa msaada wao waliotuletea, mpaka sasa nimeona kuna mabadiliko. Kwa majina naitwa Suzana Ephraim Gimwa. Natokea kijiji cha Kidilo, kitongoji cha Kinyang'ama A. Changamoto nayokutana nayo ni ile labda kwenye mwitikio. Wanahisi kwamba unapoenda unawapa elimu, wao wanategemea usiwape tu elimu ya maneno, wanategemea wasaidie na kwa vitendo. Yaani baadhi yao ukikutana nao ukaeleza kwa mfano, unamwambia mtoto wako inatakiwa umlishe chakula kwa kuzingatia vyakula mchanganyiko kutoka katika makundi yote 6 ya vyakula, ili ale mlo kamili na unomtosheleza kwa afya yake. Yeye utakuta anakuambia, sasa kama hivyo vitu sina nifanyaje? Unamuelekeza na kuambia, basi hivyo vingine mimi uwezo wa kuvitafuta sina, nisaidie. Unamwambia, mimi nakupa elimu ila sikupi kitu, kwa sababu nikikupa kitu leo, kesho ukikosa utakipataje, utafanyaje? Na mimi labda nakuwa sipo, ina maana mtoto wako hawezi kula. Mimi nawashukuru sana wanashirika. Pia naomba waendelee kutupa elimu, wasikate tamaa pamoja na madhaifu yetu tulio nayo. Kwa majina naitwa Elena Zakaria Makasi. Natokea kijiji cha Kidilo, kitongoji cha Kidilo. Mimi ni mama kiongozi. Katika mama kiongozi ninao mama majirani wako 13 pamoja na mimi. Hali ya mwanzo nilivyokuwa bado sijawa mama kiongozi, kwa kweli hali ilikuwa sio nzuri kiafya cha watoto likilishi. Lakini sasa hivi nilivyokuwa mama kiongozi na elimu niliyoipata katika kutoa mafunzo yangu, kwa kweli sasa hizi wamebadilika sana. Pia mimi mwenyewe binafsi hapa nyumbani hali yangu ilikuwa sio nzuri sana. Lakini kwa sasa najua mambo ya lishe, watoto wangu nawalisha vizuri, na mama majirani wengine watoto wao wanaendelea vizuri na hali yao ya maisha iko vizuri. Na pia nimewafundisha jinsi ya ufugaji na kulima mboga ndogo. Wanafuga mifugo kama kuku, wengine wanafuga nguruwe na bustani ndogo za pale nyumbani wanazo. Kujikita sana kwenye kuwalisha watoto wetu. Ombi langu kwa World Vision, kwanza nasema asante sana na washukuru sana. Mungu awabariki, kwa sababu nyuma huko kulikuwa kwa kweli hali sio nzuri. Na pia na watoto wetu walikuwa hali zao sio salama, lakini sasa hizi tunawashukuru sana World Vision kwa elimu zao wanazotupa, na sisi tuwagawie wenzetu wa mama majirani. Tunaendelea vizuri kiujumla. Naitwa Elista Mgaya, ni mama kiongozi kutoka kijiji cha Kidilo, kitongoji cha Kinyang'ama B. Akina mama wameweza kubadilika, kwa sababu hapo mwanzo walikuwa akipata ujauzito anaficha. Ila sasa hivi akipata ujauzito anakuwa huru kujieleza. Ili na mimi niweze kumsaidia kwamba ni kipindi kipi anashauriwa kufungua kadi na kuhudhuria kliniki ni muda gani anatakiwa kuanza. Ni ushuhuda unaoonyesha namna elimu sahihi inavyoweza kubadilisha maisha. Ushiriki wa jamii katika malezi na uzalishaji ni hatua kubwa kuelekea katika familia imara. Neema Temba ambaye ni msimamizi wa mradi huo, anasema licha ya elimu hiyo kutolewa kwa akina mama wajawazito, bado kuna changamoto kubwa katika kuhakikisha elimu hii inawafikia. Kwa majina naitwa Neema Temba, ni mama kiongozi kutoka kijiji cha Kidilo, kitongoji cha Kinyang'ama B. Akina mama wameweza kubadilika, kwa sababu hapo mwanzo walikuwa akipata ujauzito anaficha. Ila sasa hivi akipata ujauzito anakuwa huru kujieleza. Ili na mimi niweze kumsaidia kwamba ni kipindi kipi anashauriwa kufungua kadi na kuhudhuria kliniki ni muda gani anatakiwa kuanza. Ni ushuhuda unaoonyesha namna elimu sahihi inavyoweza kubadilisha maisha.
na wale walio katika umri wa kujifungua, bado ushiriki wa jamii kwa ujumla ikiwemo wanaume umekuwa ni mzuri. Na tumeona tofauti. Mwanzo kulikuwa kuna shida sana. Namna ya kuwapata kina mama ilikuwa ni shughuli, kwa sababu wengi walikuwa wanashinda vilabuni, na wengi unakuta mwingine ni mjamzito lakini anaenda kilabuni, ananyonyesha anaenda kilabuni. Lakini kupitia elimu ya kuhabarishana wao kwa wao, wameweza kuonyana, na ile desturi ya kwenda vilabuni kunywa pombe wakiwa wananyonyesha imepungua. Sasa hivi wanajikita kwenye kulea watoto, lakini na kuendeleza miradi midogo midogo ili uwepo na lishe endelevu katika kaya zao. Si hayo tu, kwani kupitia mradi wa vikundi vya malezi mkoani Iringa, familia zimeongeza uzalishaji wa chakula, lishe ya watoto imeimarika, kipato cha kaya kimeongezeka, lakini pia malezi yenye upendo na bila ukatili yameongezeka. Jamii sasa zinaelewa kuwa malezi bora huanzia nyumbani, lakini huimarishwa na kipato na elimu sahihi. Mradi wa vikundi vya malezi unaotekelezwa na World Vision mkoani Iringa ni zaidi ya mradi wa malezi, mradi wa maisha unaounganisha malezi bora, kilimo chenye tija na ufugaji endelevu kwa maendeleo ya mtoto na jamii kwa ujumla. Msikilizaji, tukumbuke kuwa mtoto mwenye afya anayepata lishe bora na malezi yenye upendo ndiye msingi wa taifa imara la leo na kesho, kama ambavyo mmoja wa mama kiongozi anavyotueleza. Msenga, nimetokea kijiji cha Makombe, kitongoji Ihazuwei. Nina miradi kama ifuatavyo. Kuna mradi nina ufugaji wa ng'ombe, ufugaji wa kuku za kienyeji, bustani ya mboga mboga. Miradi inanisaidia kwenye ng'ombe, nimenufaika katika maziwa, nimenufaika kiafya. Wanangu wameepukana na udumavu. Kwenye upande wa jamii nayo imenufaika juu ya maziwa hayo. Wamenufaika, wameepukana nao na udumavu. Na upande wa uchumi nimenufaika, nikiuza maziwa hela zinanisaidia kusomesha wanangu, kununulia vifaa vya shule. Neema Temba anasisitiza kuwa kila mmoja anapaswa kufahamu umuhimu wa lishe bora, hususan kwa mama mjamzito, kutambua aina za vyakula, hususan vile anavyopaswa kula, unyonyeshaji sahihi wa mtoto na vyakula anavyopaswa kumpatia mtoto. Rai yangu kwa wamama wote, wale mama viongozi na mama majirani, hasa mama viongozi, rai yangu ni kwamba wazingatie yale tunaowaelekeza, kwa sababu ndio manufaa ya kwao binafsi na familia zao pamoja na wale wanaowaongoza. Na ninawaomba wale kina mama ambao tayari waliwachagua mama viongozi, wazingatie vile wanavyofundishwa na mama viongozi na wawe tayari kubadilika. Mabadiliko hayaji kwa kuleta mazoea. Mabadiliko hayaji kwa kusikiliza na kuachia hapo. Mabadiliko yanakuja kwa kuchukua kile kitu ambacho umeelekezwa na kuzingatia, kukiweka kwenye matendo ili kupata matokeo mazuri kwa watoto wetu na familia zetu. Kwa hiyo ninawaomba wabadilike, wazingatie katika yale tunayoelekeza ili kuepusha matatizo ya utapiamlo na magonjwa nyemelezi kwa watoto, ili watoto wetu wawe salama na wawe na afya bora. Msikilizaji, hii ilikuwa ni makala maalum kutoka World Vision mkoani Iringa kuhusu mradi wa vikundi vya malezi, mradi unaotekelezwa katika kata za Maboga na Kihanga.